ambacho watu wengi sana wanaogopa ni kufeli. Ni kufeli. Watu wengi sana wanajikuta wanaogopa kufeli. Lakini Mungu amesema nini? Usiogope. Do not be scared. Usiogope. Mungu hajakupa roho ya hofu, lakini amekupa roho ya nguvu. He's given the spirit of power, love and the sound mind. Kwa hiyo kuanguka sometimes na kufeli kupo. Unaweza ukafeli, lakini usiogope. Usiogope. Hiyo sio mwisho. Mwenye haki wangu, maandiko yanasema ni mwenye haki atafanya nini? Ataanguka hata mara 7, lakini atafanya nini? Atainuka tena. Kwa hiyo mwenye haki katika safari yake lazima elewe kujikwaa kupo. Mwenye haki lazima elewe kuanguka kupo. Kwa hiyo usiogope kufeli. Kufeli hiyo ni tunasema kwamba ni process ya Mungu. Ni kama vile unavyojaribu tuseme kwamba unapika, labda wewe ni mpishi. Inabidi ukatie mahanjumanti, pilipili, uweke nini. Vile vitu in the ingredients sasa zile ndo kufeli, ndo moja ya zile ingredients ili ufike kwenye hatima yako. Lazima ukubali kuanguka. Yesu anatoka sehemu anaenda kutimiza kusudi, akaanguka njiani, anaanguka njiani, anainuka kabisa. Uko mbeba msalaba, lakini haimzuii kwenda kutimiza kule. Lakini Yesu naye akamhitaji nani? Simoni. Unakumbuka Simoni yule Mwafrika? Akabeba. Akaja kumsaidia kubeba. Sio kama ushanielewa. Nakuelewa sana mtumishi, ndio maana naona ufunuo ni mkubwa sana. Ufunuo mkubwa sana. Lazima unamhitaji nani? Unamhitaji nani na wala usiogope kufeli. Yes. Usiogope kufeli ewe kijana. Umeshanielewa, usiogope. Tukiangalia hata wakati wa Yesu Kristo na wakati anatimiza kusudi lake, ilionekana kama vile anashindwa, kama anafeli. Shetani alikuwa anashangilia akifurahia kwamba hapa ndo mwisho. Wale Mafarisayo wengine wanashangilia wasema kwamba ndo imekwisha. Kumbe ndo process yenyewe ya Mungu kupeleka pale. Atoke kutoka juu afike mpaka chini kabisa, afe, aonekane kama amefeli. Kumbe ndo process ili aweze kuinuliwa na kuwa na jina lililo kuu.